Kaomba kura zenu, mkanipatia na mkatuongezea maombi nyingi, naye Mungu akatupatia ushindi. Jameni, Bahati mimi nasema asante sana. Nakuru mimi nasema asante sana. Na tulikubaliana na nyinyi, si ndio? Ya kwamba tukimaliza uchaguzi kitendawili haitaanza. Ni kazi ndio itaendelea. Si tulikubaliana kazi ndio itaendelea? Ndio nimekujia hapa mambo ya kazi. Mimi nilisimama hapa nikawaambia tutapanga ajira ya hawa vijana. Na niliwaambia tukipanga ajira ya hawa vijana, mpango mmoja tutakuwa naye ni hii ya housing. Hapa Nakuru tunatarajia kujenga nyumba kati ya 30,000 na 50,000. Na tumekuja kupiga start hiyo kazi hapa Nakuru. Hapa Bahati. Tumeelewana? Hapa katika uwanja huu tutajenga nyumba 2,000 katika kiwanja huu. Neguo. Hapa tunahitaji vijana karibu 3,000 ambao watakaofanya kazi hapa. Vijana wa Bahati, nyinyi mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Si ile itapatikana tutafanya? Ndio nimekuja kufanya ground breaking hapa. Na bwana minister ambaye ni mtu wa Nakuru hapa, na PS ambaye pia ni mtu wa Nakuru hapa. Sasa hii kazi nataka ianze kuanzia kesho. Kazi hapa ianze. Tunaelewana? Ule contractor amekuja hapa. Sasa nimepiga start hiyo gari yako ianze kulima kutoka kesho. Na wale vijana wataajiriwa ni vijana wa hapa Bahati kwanza. Tumekubaliana jameni? Kwa sababu tutajenga hizi manyumba katika kila constituency, kazi zote nyinyi mmemtafanya. Tunaelewana? Na vile vile tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo ya chakula katika taifa letu tunazalisha. Hatutaki mashamba yetu badala ya kuzalisha chakula watu wanaishi. Tunataka tupange mambo ya manyumba ndio tuwache kuharibu mashamba yetu ya kuzalisha chakula, tuzalishe chakula, tuondoe aibu ya njaa. Sisi tulikubaliana hivyo. Jambo la pili, nyinyi mnajua tulikubaliana lazima pia tupunguze gharama ya maisha. Na tulisema njia ya kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Si ni kweli? Na hiyo bei ya unga, kunajua kuna watu wengine akili yao sijui inakaa namna gani. Ati wanafikiri unga inatoka kwa duka. Unga inatoka kwa mahindi, my friend. Na mahindi inatoka shambani. Uweze kusuluhisha matatizo ya unga ukienda kwa duka. Unaenda kwa mkulima huko shambani. Tumsaidie, asalishe chakula zaidi. Ndio mahindi mingi ipatikane. Unga ikue nyingi, bei iteremke chini. Ama namna gani? Sio ni hesabu kidogo? Sasa ati kuna mwingine anafikiri ati ukipaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itapungua. Sio ni ujinga? Ama ni ukumbavu? Ama ni yote mbili? So, mimi nataka tukubaliane na nyinyi ndugu zangu. Na ndio sababu hiyo, ile mbolea mlinunua 7,000 mwaka uliopita. Mwaka huu tuliteremsha bei ya 7,000 mpaka 3,500. Mimi nawaambia kuanzia wiki iliyopita tumepunguza tena kutoka 3,500 mpaka 2,500. Na nimetangaza ya kwamba sasa tunaandikisha wakulima wale hawakuandikisha wakati ule, tunawaandikisha wakulima upya. Kila mkulima ambaye uko na shamba hata kama ni nusu eka ama eka moja ama eka 100 ama eka ngapi, wewe ujiandikishe, tutakupatia mbolea na tutapunguza bei yake. Kwa sababu tunataka mkulima apate mapato, aweke pesa kwa mfuko na atuzalishie chakula, tufukuze njaa. Ni kweli ama si kweli jameni? Tunaelewa peleke mahali nyingine, mahali karibu na wananchi. Na huyu mko na gavana shupavu amepanga na watu wa cereals, tutafikisha mbolea karibu na wananchi na wakulima. Tumekubaliana jameni? Tukilete mbolea si nyinyi mtasukuma mambo ya kuzalisha chakula? Kabisa. Ndio tuondoe aibu ya njaa. Mimi nawaambia wale watu wa masufuria kwa kichwa
wacheni sufuria kwa kichwa, irudini shambani. Ama namna gani? Si ndio tulime? Hata mimi nimerudi shambani na lima. Ama namna gani? Tunaelewana? Kila mtu alime mahali yako naye. Ndio tuondoe njaa. Na mimi nataka niwahakikishie my friends, kwa ile mpango tumepanga, tunataka kuhakikisha kwamba tunazalisha magunia milioni 60 mwaka huu. Na mwaka ujao milioni 75 kwa mapenzi ya Mungu. Ndio tuhakikisha kwamba kikamilifu tunaondoa shida ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kila Mkenya awe na uwezo ya kulisha familia yake. Tumekubaliana ndugu zangu? Watu wa Bahati tumekubaliana? Vile vile, sasa kazi ya huyu mrembo wenu huyu, mrembo na kazi huyu. Sasa kazi yake, ndio nishawaambia wabunge wote, kila mbunge aanze kupanga mambo ya ICT katika kila ward. Tumesema tutaweka ICT katika kila ward. Mahali vijana wataenda kama 300, 400, 500, 1000, kwa sababu tumepanga ajira ile inaitwa digital jobs. Tumeongea na Wamarekani, wametupatia nafasi ya ajira. Tumeongea na Wajerumani, tumeongea na watu wa Canada, tumeongea na watu wa UAE, na tumekubaliana ya kwamba tunataka kazi ya vijana hawa. Mtu anaweza kuwa hapa Bahati lakini anafanyia kampuni iko Marekani kazi kupitia mtandao. Nyinyi vijana mko tayari? Mko tayari? Huyu mrembo na kazi huyu mjumbe wenu pamoja na MCAs wetu hapa watajipanga, tuhakikisha kwamba every ward kuna mahali vijana wanaweza kwenda kufanya ajira ya digital jobs. Na nyinyi vijana, mimi nataka mkue macho. Si mumesikia vile nimesema? Sasa kesho anza kuanzia mama na kazi, ile mpango rais alisema ni aje. MCA pia muanze kumuuliza ama namna gani? Si ndio? Kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba hii kazi tunaisukuma kila Mkenya apate nafasi ya kujitauliza. Nyinyi watu wa Nakuru, inawezekanaje ati bei ya maziwa ni chini ya bei ya maji? Ati maji is more expensive. Si hapo mnaona iko kizungu? Ama ni kizungu mkuti? Ndio nimesema hii maneno lazima tuangalie vizuri. Ndio tunataka tuweke milk coolers, ndio tupange bei ya maziwa kwa wakulima wetu, bei ambayo inashikana na mapato ya mkulima na haki ya wakulima kujitafutia riziki zao. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Vile vile, mimi nataka tukubaliane na nyinyi kwa sababu imekuwa jioni. Lakini mimi niko Nakuru hapa karibu siku 4, siku 5. So mtaniona niko area. Niko area. Na mimi naona hata tunaelewana kwa sababu nimekuja hapa shughuli ya kazi. Na tunataka kupanga mambo ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mmejua ya kwamba tumepitisha kwa budget, na mimi nataka niwashukuru wabunge. Wamepitisha kwa budget na tumesema ile mambo yote ambayo tunaweza kutengeneza hapa Kenya hatutakuwa tunaagiza kutoka nje. Tumekubaliana? Tumepitisha kwa budget hii. Tumesema maneno ya kuagiza ati furniture, ati kuagiza simiti, ati kuagiza sijui steel, ati kuagiza mpaka hata samaki, ati tunaleta kutoka China. Just imagine. Nyinyi mnanielewa jameni? Sasa nikuulize wewe mtu wa Nakuru, wewe mtu ya Bahati, iko haja ya kulete furniture kutoka ngambo? Ati kitanda, ati na meza na kiti? Kwani hii kitanda, kwani inahitaji ujuzi gani kutengeneza? Hata wewe mimi naona mnajua. Si kitanda ni mbao. Ndio vijana wetu hao wapate ajira. Tumesukuma vijana wengi karibu 1300 tumewasukuma kwa technical training colleges. Wameenda kujifunza masonry, wameenda kujifunza carpentry, wameenda kujifunza kutengeneza hiyo mambo yote. Alafu badala ya sisi kuwapatia biashara hawa, tunawapatia biashara wale wa China na wale wasijui wa Ulaya na wale wengine. Hiyo ni mambo siwezi kukubali na haitaendelea. Nimesema ya kwamba hiyo mambo yote tutatengeneza hapa Kenya. Ya tatu, hata nilikuwa huko Narok leo, nimesema pia ya kwamba in the next 3 years, hata hii viatu tunavaa, wewe mheshimiwa Ngonjiri, hii viatu tunavaa hii, tutakuwa tunatengeneza na vijana hapa Kenya. Hii maneno ya kwenda kuagiza viatu sijui kutoka wapi.
na ngozi ya ng'ombe yetu inakuliwa na maumbwa, hata huyu mjamaa anajua. Sasa jameni, kwani ngozi ya ng'ombe yetu ilifanya makosa gani? Si tutumie kutengeneza nini yetu hii? Si inaendelea saa hii hapa Bata. So nimesema ya kwamba we must create our jobs in Kenya. It must be intentional, it must be deliberate. Hatuwezi kuendelea kuagiza mali ambayo tunaweza kutengeneza katika taifa letu la Kenya. Tuko pamoja? Nakuru tuko pamoja? Ile nimesema pia haitaendelea. Ati ni baada ya uchaguzi tunaanza tena kupanga mambo ya viongozi. Mimi nauliza nyinyi, si mlitupanga tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita? Si mlipanga viti yote ya viongozi? Si ya MCA mlipatiana? Na ya mjumbe? Na ya senator? Na ya governor? Na ya rais? Kuna yenye mmebakisha? Ati itapigwa kura siku nyingine? Si mlimaliza hiyo kazi? Kazi sasa ile imebaki sio ya viongozi tena. Kazi ile imebaki ni ya wananchi. Ama namna gani? Kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi. Ati wanatuzungusha ati tuongee. Ati ndio kazi ipotekane sijui wapi. Ati kazi ya nani? Ati kazi ya nani? Ati nusu mkate sijui nini. Mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya affordable housing, tupange vijana kazi ya digital jobs, tupange vijana county aggregation and industrial park, agro processing, value addition, manufacturing, tupange vile tunaweza kusukuma maisha ya wananchi wengine, tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata haki yao, tunaboresha kilimo ya maziwa, ya kahawa, ya chai na kilimo zile zingine zote, ndio tuzalishe utajiri katika taifa letu la Kenya, tuondoe umaskini jameni. Ama mnasemaje watu wa Bahati? Tuko pamoja? Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi, hii watu watuletee mchezo. Wacha tupange kazi tuende mbele. Ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na hakuna vile mtu atachoma mali ya umma. Ati anaenda anachoma barabara, anachoma biashara ya mwingine, anaharibu biashara ya ule. Mimi nimewaambia hawa viongozi wa leo, wa jana na kesho ya kwamba kama kuna mtu anajisikia anataka maandamano ya vita, alete bibi yake na watoto wake, awachane na vijana wa taifa letu la Kenya. Ama namna gani? Negwo, mumeona bibi hawa watu kwa hii maandamano? Watoto wao umewaona? Si wanatumia watoto ya watu wengine? Wawache ujinga. Ama namna gani? Tumekubaliana? Kabisa. Hata huyu mama amekubali. So, kwa sababu imekuwa jioni na niko na viongozi hapa. Niko na hawa warembo wenu. Niko na gavana wetu jameni, anaitwa Susan Kihika. Si usimame hapo mama, uwasalimie wananchi. Na tuko na mama wenu mwingine anaitwa mrembo. Aya, Susan